Bamkwe, mambo vipi? Afadhali nimekuona. Nyumbani hali ni tete. Jikoni kumelala paka. Jikague hapo kidogo. Angalau tupate cha kupeleka nyumbani. Sasa Bamkwe, hata salamu. Salamu ya nini mjini hapa? Salamu tupeleke kijijini huko. Fanya hivyo. Jikague hapo. Sasa hivi hali ngumu. Umenijia wakati mbaya. Alafu pia mimi nakumbuka kwa nina deni kwako. Maisha magumu, utaweza kweli kumlea mwanangu kama maisha yamekuwa magumu? Utaiweza ndoa kweli wewe? Jikague hapo. Hela yenyewe ilikuwa tu 4,000 ya ngama. Hiyo 4,000 ndio nzuri hiyo. Ona lalamika maisha magumu, utaweza kweli kumlea mwanangu wewe? Hauna kitu kingine hapo tena? Utanitesea tu mwanangu, hela yenyewe una. Haya maisha sielewi, kila siku yanapanda bei, sina kitu simuongezei, miwabuze wa Dubai. Haya maisha sielewi, kila siku yanapanda. Jana hali ilikuwa ngumu sana. Kidogo tu nije nikuone. Isingewezekana. Itunze hii. Sawa. Jamani, mapenzi yananitatiza. Jamani, mapenzi yananitatiza. Kobla, leo nataka nikuulize swali mwanangu. Kobla, hebu naomba leo niweke wazi. Hivi katika hii dunia una mama mwingine zaidi yangu? Ambaye mwenzangu unamsikiliza, mimi hunisikiliza. Sasa Bindashi, unataka nikujibu swali gani? Au jibu gani? Au nikwambie nini ili upate kunielewa? Kwa sababu hata na maswali unauliza yote majibu yake unayajua. Kwa hapo jibu ni kwamba hauna mama mwingine zaidi yangu, si ndio? Sasa kama unalijua hilo, kama unalitambua hilo,
Kwa nini mimi kila siku unaniuliza? Kwa nini mimi kila siku naongea na wewe hunielewi? Kama kweli unajua mimi ndo mama yako, kwa nini hunisikilizi? Mwanangu, unaninyima usingizi. Naumia. Usiku silali mimi. Yaani kwamba nikisikia tu kelele mtaani, tumbo linanitetemeka. Na kila siku nakwambia, naongea hivyo, utahisi kama nakuonea. Lakini mwanangu, nakupenda na ndio maana kila siku naongea na wewe. Mimi ndo mama yako, nani mwingine atakwambia? Unanipa pressure. Unanipa vidonda vya tumbo. Kwa nini nalia kila siku mwanangu? Kwa nini unaniumiza kila siku? Mwanangu, dunia ya dawe, Mungu shujaa. Na kila siku watu wanasema sio sikia la mkuu vunjika guu. Sasa kama mimi unisikilizi, yupo unayemsikiliza? Mkubwa, niliumbwa siku moja na ulinizaa kutoka kwenye tumbo lako kama mwanaume, na ukanionyesha kwenye kifua chako miaka miwili. Niliumbwa kama mwanaume kupambania maisha yangu. Ninyi mna maisha yenu na mimi nina maisha yangu. Na kama unavyosema asosikia la mkuu vunjika guu, mimi mwaka huu nitatembelea Magongo. Wahenga wanasema mchumia juani, ulia kimvulini. Sasa nyinyi ngojeni vikukukuku, vibatabata, mje kutulia nyumbani hapa, mtoke na vitambi. Kuona kulivu. Pazuti. Nilikwambia mtoto wako anakaa sehemu nzuri. Hapa hakuna wadudu wala mende. Safi kama Ikulu mkewa. Kwa sababu niambie nyumba watu wanaishi wawili tu. Wawili? Basi kwa tamaa zako usitaki kubaki hapa. Ndio nilichokuwa nafikiria. Fanya ukae tuongee, maliza maongezi turudi zetu nyumbani. Nitalala tu siku moja. Baba huyo. Wazazi wangu. Karibuni sana. Asante. Karibuni sana. Kiukweli mmenifanyia surprise sana. Unajua mzee, ulivyonipigia simu ukaniambia kwamba mtakuwa wageni wangu, basi mimi nikajua kwamba kidogo mtachukua muda, lakini ghafla tu ulivyonipigia simu kwamba upo njiani na karibia kufika nyumbani, nikasema mzee wangu nimeoa kwa jeshi. Karibuni sana wazazi wangu. Naona leo umenijia na pigo za kiprofesa leo. Sijakuzoea hivyo kabisa. Mambo ya kibaria haya baba. Hizi ndo mapigo yote ya zamani kibaria. Ni kweli. Yaani kwa ulivyo ni kama mtu aliyotoka nje. Tena nchi zile zenye baridi kali. Kama Sweden huko, Australia, Russia. Baridi kali. Ndio wanapenda kuvaa vitu kama hivi. Kwa Afrika kama South Africa bila. Huko nishaishi huko. South Africa nishaishi sana. Kabla ya kumuoa mamako niliishi sana South Africa. Ndio mavazi yetu haya mama mkwe.
Mke wangu. Bwana, hebu njoo kwanza bwana. Njoo. Kaa hapa, kaa. Sasa mke wangu, wewe tangu wazazi wamefika hapa unazunguka tu, mara uingie huku toke huku pita huku. Sasa hujaisha huo jamani? Cha kidogo wasalimie wazazi, ukae nao hata uongee nao matatu jamani. Kwani ulikuwa hujawamisi? Mwamisi. Kwanza hapo unaishi vipi na mume wako? Maisha unaoishi naye mume wako vipi? Mazuri? Hamna mbavu wote baba. Mazuri kweli ama unatesa tu hapa? Unaweza kuona jumba ili kumbe unapata mateso. Wangu. Ndio kwanza tumeingia tu jamani. Hata kukaa chini bado ushaanza kuongelea hayo mambo. Sio kuongelea hapa. Sasa nikaongelea wapi mke wangu? Hapa ndo sema kule kuongelea. Tumeshakuja, tumefika, tumemwona mtoto wetu, tumuulize, tujue. Unaweza kuwa na jumba kubwa, geti kubwa, kumbe ndani humu mateso matupu. Huyu mtoto wetu lazima tumuulize. Wewe mama vipi? Lakini hivyo sawa baba. Unajua Waswahili wanakuambia abiria achunga mzigo wake. Na baba akiwa kama kiongozi na msimamizi wa familia lazima alinde kama nilivyoahidi. Ninamtunza na kumwangalia kama mboni ya jicho yangu. Nampenda sana mke wangu. Huyu kwangu ni tunu yenye thamani. Unaona sasa? Ungejuaje kama mtoto wako anatunzwa kama mboni la jicho? Wewe unauliza huku, unauliza. Lazima tuulize. Mtoto anapendwa na anatunzwa kama mboni ya jicho. Mke wangu, wazazi ndio wameshafika. Na saizi bado ni mapema. Si vema kwanza kuwaeleza sasa kwamba watatumia kinywaji gani, watakula nini. Hapana, inakuwa sio vizuri. Tunajua nini la kufanya. Kwa hiyo ingia ndani, kakorofishe mambo, walete wazazi hapa, angalau waweke tumbo sawa. Lakini pia unajua mzee anapenda nini? Kuna ile kawa yake, ile kawa yake nilinunua kwa wale jamaa zangu wa Kigoma wale. Letee. Habari yako? Safi, kwema. Kwema. Karibu. Asante. Nani vile? Mama Sheila ndo umesahau kabisa. Sheila. Sheila. Rafiki kipenzi sana wa mke wangu. Sheila, kweli we mrembo. Hakika Sheila, bado mbichi kabisa. Unajua kwa miaka yetu, umri wako labda ulikuwa ni mtu wa kidato cha pili, cha tatu, lakini sasa hivi watoto unajua mengi.
Vipi? Una mkangu rafiki yako ana maneno mengi kweli. Unajua ni mcheshi sana. Vipi mke wangu? Vipi? Muda chakula. Nataka nipate chakula nile, niondoke kazini. Masaa yameenda sana mke wangu. Chakula, vipi mke wangu? Mimi nipo ndani. Chakula. Sheila, nakujua, sitaki. Asa mimi nimefanya kipi kibaya? Kibaya nilichokifanya hapa kipi? Kuongea na shemeji yangu ndio nimefanya makosa? Makubwa. Salma, wiki yangu, nimekuita hapa na maswali yangu kama mawili au moja hivi. Nataka nikuulize, hivi unampenda kweli kaka yangu na uko serious naye kabisa? Kwa mimi unajua nampenda sana kaka yako. Kwa nipo tayari kuolewa naye hata kama leo. Ila naona Dide tu anachelewesha mambo. Amna, Dide anakupenda. Tena anakupenda hasa. Yuko tayari hata leo au kesho kukuoa. Lakini hali ya kiuchumi ya sasa haiko sawa. Basi sawa ifi yangu. Mimi nitavumilia. Hata kama akipata nusu, jitahidi kumkazania aje anioe. Unajua mimi nampenda sana kaka yako. Usijali, mimi nitamkazania. Mwenyewe natamani uwe wiki yangu leo kesho. Nimefurahi sana. Karibuni tena. Alafu mama, mimi kuna jambo nilitaka nikwambie ndani. Sema mimi nikaona kwa kuwa sister yupo nini atadaka mdomo. Sema nini mama, wewe kama unavyojua mimi mtu wa kuishi bondeni. Nikishakwambia bondeni umeelewa. Mimi mtu wa kuishi kwa Madiba, yani nazungumzia South Africa mama. Kwa sasa mimi nilikuja na shida hii moja tu mama. Iko ni kipengele changu. Yani mama, mimi nilikuwa na shida na mti mmoja tu. Si ndio mwanangu? Ya, nzuri hiyo. Mimi najua uko si vidusko mama. Sunao mama mwenyewe unatoka kitambi. Mafuta masotojo ya sister yangu. Mama uko si vidusko, mjengo mkali huo. Chezesha sasa mama, mti mmoja tu. Niso mtu wa kuishi hapa. Ya, kama unavyojua, sababu maisha ya bongo hapa, bongo dharau, afusie bongo bahati mbaya, unajua. Sisi tunaanza mbele. Bongo kwa Madiba, unajua. Sisi ndio tunakowaza. Wewe piganisha hapo, sisi tupate mti mmoja hiyo mmoja, unajua. Ya, sisi tuforce mazingira pasipoti tuingie zetu hivi. Hasa hapa bongo dharau, watoto wenyewe wakituona hapa mtaani ile unajua, wachukulia dharau, wanaona watoto wamefeli maisha. Ila sisi hatujafeli maisha kama wanavyojua.
Kwa Madiba kule viwanda kibao. Afu kule ndo sehemu rahisi kutoboa. Sio kama huko Bongo Lala, si unajua. Sisi tukiforce mazingira ya pasipoti tu Mlamu tukiingia zetu hivi. Sisi tunakupa mwaka huu mmoja, sisi tukirudi hapa sio sisi tena, unajua. Wewe piganisha hapo Mlamu. Au vipi hapo familia? Ya ponyo sana. Ya nzuri hiyo. Yaani kwa maelezo yenu na mpango yenu, kama ni kweli mkifanikiwa ili zoezi, mkienda huko kwa mpango huo, hamkuna mtachokipata zaidi ya kuvuna umauti. We nini mwamu? Sema unajua nini familia? Wenzetu wamekalilishwa. Yaani wanajua ile kwamba ukitoka hapa ukienda nchi nyingine, sijui namna gani vipi ukifika huko ile unapotea. Lakini sisi tunatoka hapa tuna malengo yetu. Afu sisi ndoto zetu yale zilikuwa ile toka utotoni kwamba tunataka kuingia kwa Madiba, si unajua? Sasa nyewe msikalili hivyo kwamba tukitoka hapa na nini mazingira. Alafu Mlamu 145 Mlamu. Sio 32. Sichekilei maovu. Mimi ndo hapa. Niko naenda natoboa. Mimi nataka maisha mazuri. Nataka ndinga Mlamu. Klabu mimi sitaki kukauka Mlamu. Hivyo ndo vitu vyangu Mlamu. Okay, sawa. Wala usijali. Swala lako nitalifanyia kazi. Naomba muda. Sema nini? Sasa mchongo wa mazingira hapa si hatuelewi ile rosto tunajua. Piganisha basi hapo Mlamu hata ile ngapi tunajua ile tukamoke. Nipe tano sasa. Kwa shida. Sema nini Mlamu? Mimi toka asubuhi unavyoniona. Sijagusa vitu vyangu. Bomboka. Piganisha Vicenti basi hivyo. Nikali hata stiki moja Mlamu. Sawa. Wala usijali. Na kama unavyojua mimi na wewe hatupeani hela mkononi. Mimi na wewe ukihitaji shida yoyote, ukihitaji hela nitakutumia kwenye simu. Kwa hiyo nitakutumia hata hii. Ila nimefurahishwa na mambo yako. Pia ninapenda sana sigani unavyokuwa unaonyesha upendo kwa dada yako. Unakuja hapa mara kwa mara. Ninapenda watu bwana. Wewe unakuja kuniona, umesikia? Ila usisahau kuwasalimia wazazi. Tuse vipi kicha wangu mazingira simu nini? Mwanetu sasa hivi nchi imebadilika. Hela zenyewe zinarudishwa. Wewe chukua hapa sasa Dodisco tuondoke. Sasa tena utumie kwenye simu vipi? Wapiganisha hapo Mlamu. Sema nini chafu yangu? Sikilizia. Au mimi Mlamu wangu mimi namjua mwanzo mwisho, sio unajua zipi. Dodisco vitaingia muda wote. Tupite. Baridi. Sema nini shemeji? Kitambe hiki. Amefanya mazoezi, mafuta yapungua. Ndio, mabio na mimi dada yetu hapo afanye mazingira hapo kitambe kiishi. Sio dharau, ukija nchi yetu huko usije na kitambi.